Haleluya, mtu wa Mungu, ninakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Na leo nataka tuzungumze jambo kuhusiana na mapambo kwa wanadamu wote, ila hususan kwa wadada wetu wote, wasichana na wamama ambao wanaenda makanisani, ambao wameokoka. Ngoja nitumie hiyo lugha. Nataka tuzungumzie jambo hili ili tuweze kulielewa, maana ni jambo ambalo lina hatari kubwa sana iwapo kama mtu hataweza kulielewa vizuri. Lakini kwa yule atakayelielewa vizuri na limuingie sawasawa katika moyo wake, anaweza kuchukua hatua zilizo sawa na maisha yake yakawa vizuri kabisa. Maana vifungo vingi kwa wadada wengi vipo katika hili jambo naloitwa mapambo. Na tutaangalia maandiko matakatifu. Kwa sababu hii Biblia ndiyo dira ya kwenda mbinguni. Hii ndiyo compass direction. Hii Biblia ndiyo mwongozo wetu ambao unatuelekeza, na hii ndiyo akili ya Mungu. Hii ndiyo ambayo itakayo kufanya ukuelewa ni nini Mungu anataka ufanye katika maisha yako. Tuangalie neno la Mungu katika kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Sitakwenda sana, lakini naamini utaweza kunielewa kwa yale ambayo nitaweza kuyazungumza hapa siku ya leo. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari uko pale wa 9. Ngoja nisome. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Nitasoma paka hapo mstari wa 10. Fikiri umeweza kuelewa na umeweza kupata vizuri. Hapa hitaji sana tafsiri kubwa sana ili kufahamu haya, lakini nitazungumza kidogo kadri ya vile nitakavyojaliwa. Maandiko yanasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Hii ndio akili ya Mungu kwako mwanadamu, msichana au mama. Akili ya Mungu ndio hapa, ndio hii hapa ambayo anataka yeye uweze kuitumia. Anasema hivi ya kwamba wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Hasa mnaoenda makanisani, mavazi yako yanaonyesha picha vizuri kama wewe umemwamini Mungu ama wewe bado hujamwamini Mungu. Tunaweza kusoma kupitia muonekano wako wa nje kwa mavazi uliyovaa. Yesu alisema hivi katika Mathayo 7 ya kwamba mtawajua kwa matunda yao, kwa sababu hakuna vile mtini unaweza kuzaa zaituni, wala mzeituni hawezi kuzaa tini. Kwa hivyo mtini utabaki ukizaa tini. Hivyo mtu aliyeokoka utamfahamu kulingana na matunda yake. Hivyo nikikuona ama yeyote akikuona umevaa mavazi ya kikahaba, haya ambayo siku hizi yanapendwa sana, mavazi yanayopendwa sana, anasema yana trend, hata walokole pia wamejiingiza humo. Ukiwauliza wanasema sana, wanakuambia Mungu anaangalia moyo. Vizuri kabisa, Mungu anaangalia moyo, na hata hapo Mungu akiutazama moyo wako anaona nini? Anaona mini dress, anaona mini skirt, kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanya kitu nje ya moyo wake. Chochote unachofanya, iwe ni vazi, iwe ni nini, hata nyumba ulijenga kwa sababu ilikuwa katika moyo wako. Kwa hivyo chochote utakachofanya mwanadamu unakifanya kwa sababu kimetokana na moyo wako, kwa sababu ndicho kilichokuwa katika moyo wako. Kwa hivyo unapovaa trouser, sema ni mwanamke unavaa trouser, angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Nitapasoma hapo
ili uweze kupaona. Usiseme kwamba ninazungumza mambo yangu. Nataka uweze kufahamu kwamba mambo haya si kwa akili zetu. Kumbukumbu la Torati 22. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Some hapo uweze kupasikia, uweze kuelewa. Ndio hapa. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Hivyo wanawake ambao mmeingilia mitindo hii ya kikahaba, maana hii ni mitindo ya kikahaba ambayo mmeingilia wanawake mnaoenda makanisani, bibi za wachungaji, bibi za watumishi na washirika wenu mnaovaa matrauza. Nasema kwamba mmeokoka, alafu mnajipa moyo mkisema kwamba Mungu anaangalia moyo, haangalii nje. Unajidanganya. Hata hiyo trouser iko katika mwili wako ni kwa sababu ilianza kule katika moyo wako. Ni mwiko kulingana na neno la Mungu, lakini kulingana na akili zako unaweza vaa hivyo, lakini kulingana na neno la Mungu haikustahili wewe kuvaa trouser. Jipe moyo ukisema kwamba Mungu anaangalia mwili, lakini siku ya mwisho ndio utajua ya kwamba Mungu ni Mungu wala si mwanadamu. Lakini ningekupa ushauri huu ya kwamba mavazi hayo ya kikaba, maana unapovaa trouser siku zote lazima itaonyesha maumbile yako, makalio na mengineyo yataonyesha. Na lengo la Mungu kuacha mwanaume kuvaa trouser ni kwa sababu mwanaume aliumbwa tofauti sana na mwanamke katika maumbile yake. Hivyo mwanamke yote akivaa trouser lazima itamchora maumbile yake. Haikufaa wewe kuvaa mini dress unayovaa ukionyesha makalio yako, uonyesha mapaja yako. Haikufaa. Hivyo unapofanya hivyo unafanya hivyo, lakini sio akili ya Mungu. Maandiko yanasema, amesema kwamba mwanamke na avae mavazi ya kujistiri. Kujistiri ni kuficha uchi wako. Huko ndiko kujistiri. Kujistiri si kuonyesha mapaja. Kujistiri si kufanya nguo yako ionyeshe makalio ulio nayo. Sio hiyo. Huko sio kujistiri. Kujistiri ni kufunika. Hiyo ndio maana yake. Kama hujui sasa ufahamu. Unapoendelea kufanya hivyo ujue ni machukizo. Wote wanaovaa mini dress, wanaovaa mini skirt, trousers, mnazoziita hipster, siku hizi mnavaa hata vishoti, na mnasema kwamba Mungu anaangalia moyo. Mnajidanganya. Mgeukie Mungu. Hilo nalofanya ni jambo baya sana. Jambo baya sana, na umejifungulia mlango wa mambo mengi kukupata sana katika maisha yako. Kila ugonjwa utakaotumwa sasa utakuwa na uwezo wa kukufikia kwa sababu ya nguo unayovaa wewe. Kwa asilimia kubwa watu wanaogonjeka wengi usikie wanagonjeka, sijui mimi na kansa, mimi na ulcers, diabetes, pressure, wengi wanakuwa wanawake. Ukichunguza sana mavazi wanayovaa, nakupa shauri kwa mavazi unayovaa na unasema unaenda kanisani, si sahihi. Kama mama wa kanisa, kama mama pastor, kama mama wa mzee wa kanisa, kama mshirika, si sahihi. Nafaa kutubu na kumgeukia Mungu. Ngoja nikusomee tena, naweza kuwa umesahau. Tasoma tena. Nasema hivi: vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri, moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu, nguo za thamani. Nafikiri umeweza kuelewa vizuri. Maandiko anasema ya kwamba sisi ni barua njema. Na ngoja nikwambie hivi, uweze kuelewa hapa ya kwamba vazi linatambulisha mtu wewe ni wa namna gani. Kwa sababu utamjua huyu ni mganga kwa mavazi anayovaa. Utaweza kuelewa huyu ni makanika kwa mavazi anayovaa. Unaweza kufahamu hata huyu ni wa dini gani kwa mavazi anayovaa.